Subiri, hii ndiyo maana halisi ya kutubu au toba. Kutubu ni tendo la ndani kabisa la kubadilika moyo, mtazamo na matendo kutoka katika dhambi na kumwelekea Mungu. Yafahamu mambo makuu ya kuyazingatia katika toba ama kutubu. Kwanza, toba inahusisha kutambua makosa. Toba inaanzia pale mtu anapotambua makosa yake na dhambi zake mbele za Mungu. Pili ni kuhuzunika na kujutia. Hapa ni ile hali ya huzuni na maumivu ya moyo juu ya mambo uliyoyafanya kinyume na Mungu wako. Tatu ni kubadili mtazamo ama ufahamu na moyo wako. Kwa kuwa moyo ni chemichemi ya uzima, lazima mtu alifanya ubaya kutokana na alichokihifadhi au alichokipokea ndani ya moyo wake na ufahamu wake. Watu hupokea na kuyahifadhi mambo kwa njia ya kutazama ama kwa njia ya kusikiliza. Mtu anaposikiliza ama kutazama nyimbo ama picha zilizo chafu, moja kwa moja hifadhi ya taarifa katika fahamu zake na katika moyo wake vitampelekea kuyafanya yale anayoyaona na kuyasikia wakati wote. Ili kubadili mtazamo wako, mpokee Yesu Kristo. Yeye alikuja ili tupate kukombolewa kutoka katika dhambi zilizokuwa zimemshika mwanadamu. Kwa niaba ya dhambi zako na utu wako, Yesu alijitoa msalabani. Yeye alifanyika dhambi ili sisi tupone, na kwa kupigwa kwake msalabani sisi tumekombolewa, na kwa kufufuka kwake tumepata uzima wa milele. Jambo la nne ni kumgeukia Mungu. Hapa mtu anatakiwa kuanzisha upya mahusiano yake na Mungu. Kupitia Yesu Kristo tunaunganishwa na Mungu. Yohana 14:6 unasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Yohana 15:4 maandiko yanasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Hivyo mwanadamu asipogeuza mtazamo wake, asipobadili mtazamo wake kumwelekea Mungu kupitia Kristo Yesu, hawezi kufanya lolote akaishinda dunia ama dhambi na uharibifu. Jambo la tano na la mwisho ni kuchukua hatua na kubadilika. Suala la kutubu sio la hisia au miemko tu, linahusisha kuchukua hatua thabiti na kufanya marekebisho ya mambo yako ya kale na kuishi maisha sawasawa na mapenzi ya Mungu. Wakorintho wa pili 5:17 maandiko yanasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yale mambo ya kusema leo nimeamua kubadilika na kesho ukairudia tabia ile ile sio sahihi, na badiliko la kweli halijakufikia. Badiliko la kweli linahusisha kubadilika kwa tabia, kuwa kiumbe mpya, kuanza upya. Na haya maandiko ni Kristo anasema na sisi kwamba maisha yetu lazima yabadilike, ni lazima yabadilike. Tupo ulimwenguni ndio, lakini lazima maisha yabadilike. Mtu akishampokea Kristo, Roho wa Mungu huingia ndani yake. Huyo Roho hutusaidia kuyatambua mambo yasiyompendeza Mungu, na yeye huugua sana pale ambapo mtu anataka kuingia katika namna au njia ya uharibifu. Ukimpa nafasi ya kumsikiliza, basi utageuka na kurudi, lakini usipomsikiliza utakaidi na kupotea. Je, uko tayari kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Fuatisha maneno haya ikiwa ni sala ya rehema na toba. Ee Mungu Baba, naja mbele zako nikiwa ninajitambua kuwa mimi ni mkosaji na nimekutenda dhambi nyingi na kwamba nimestahili hukumu. Wewe ni Mungu wa rehema unayewarehemu maelfu ya watu wanaokupenda wewe. Leo hii ninakuja mbele zako, ninahitaji msamaha na msaada wako. Ninatubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha na kwa moyo wangu wote. Ninakiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana na yeye ndiye Mwokozi wa huu ulimwengu. Hivyo ninaomba
damu ya mwanao mtakatifu inisafishe uovu wangu wote. Sasa nifanyike kuwa kiumbe kipya kuanzia leo na hata milele. Asante Bwana Yesu kwa kunipokea na kunisamehe. Amen. Sasa umekwisha kuwa kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Ni wakati wa kupata malezi mazuri ya kiroho. Kwa mawasiliano ama msaada zaidi, tumia namba zinazopita hapo chini ili kupata maelekezo ya namna ya kupata malezi mazuri ya kiroho ili ukazidi kuwa imara katika Kristo Yesu. Na Mungu akubariki sana, akutunze siku zote za maisha yako. Amen.